Okay, kama kawaida, sasa leo tunakuletea kabisa bonge la story nono kabisa, story ya mahusiano, story ya mapenzi nzuri kabisa ya mdada mmoja ambaye alikuwa anachezewa na jamaa fulani hapewi hata 100. Mshikaji alikuwa ni mpenda mademu kabisa. Jamaa mwenyewe ndo huyo hapa. Sasa leo kaleta demu mwingine kabisa. Kaleta kitoto cha 2000 ndani ya ghetto, kakibabua. Sasa anakibembeleza na kaambia usijali mrembo. Mimi sina watu wengine zaidi yako wewe. Kumbe mshikaji kabisa kwa wiki nzima alikuwa analeta mademu 7. Kila siku mmoja. Sasa leo ni siku ya 7, Jumapili. Kaleta mlembo wa 2000 kamleta ndani ya ghetto. Sasa hapo kashambabua. Anamliwaza sasa, namwambia usijali. Nakupenda wewe. Sina mwingine zaidi yako. Sasa mara ghafla dada yake kabisa mlangoni kamfuata mdogo wake. Anajua yuko hapa kwa sababu mazoea alianzisha muda mrefu. Sasa mara ghafla gari imepaki pembeni nyeusi. Ndo baba wa mtoto wa kiume, ndo mwenye nyumba hii. Mzee kabisa anamuuliza bibie, vipi? Umefuata nini hapa? Akasema nimemfuata mdogo wangu Amina, yuko hapa. Yuko kwenye nyumba yako mzee. Sasa mzee hakuamini kabisa. Akasema basi twende ndani tujaribu kuulizia kweli yupo au namna gani vipi. Sasa dada alipoingia ndani akaanza kuita kabisa, Amina toka humo, kama upo toka, nakwambia toka, nimekuijia mimi dadako. Sasa aliposikia kabisa bibi anaitwa, akajua kabisa huyu ni dadake, kwa sababu hakuna mtu anaweza kataja jina lake. Hakuna mtu yoyote anaweza akataja jina lake ndani ya hii nyumba. Sasa alijua tu ni dadake. Anamuita kwa sauti ya kike. Sasa Amina moja kwa moja anatoka gorofani kabisa na kidadi. Anatoka gorofani, anaulizwa, "Ndugu wangu vipi?" Baba mzazi wa mtoto wa kiume anauliza, "Mwanangu, mpaka mtu anakuja kumfuata mdogo wake hapo, umemkalisha toka jana. Ya nini wewe yote? Kwa nini unapenda kesi za kipumbavu?" Jamaa kabisa anajitetea, Baba nisamee, mimi ni mtu mzima, naelewa. Najua kucontrol akili yangu mwenyewe." Sasa bibi akaambiwa kabisa, "Pata nguo zako, kama kuna nguo kila kitu, pata huko, twende nyumbani. Twende nyumbani, kama kuna nguo, beba kila kitu tuondoke." Sasa bibi kabisa alienda kuchukua kila kitu chake. Akasema, "Nimechukua kila kitu dadangu, naomba unisamee." Sasa dada mtu kabisa alimfuata mdogo wake. Akamwacha mzee kabisa na kijana wake. Unaona? Kijana alikuwa ni mzee wa mademu. Anapenda mademu kuliko kula. Mzee anamwambia, "Kijana wangu, angalia, zamu hizi ni 40. Ipo siku utakuja kudondokea kwa wanajeshi. Utakuja kwenda kunyea ndoo wewe." Sasa mtoto anacheka kabisa na kutabasamu. Anaona kabisa baba ananiingizia drama za comedy. Ananiletea comedy. Sasa walipofika nyumbani kabisa, dada yake na Amina wamefika kabisa nyumbani kwao. Hapa ndo nyumbani kabisa. Walipoingia ndani, dada yake akasema, "Ngoja nifunge mlango vizuri." Akaanza kumlalamikia sasa, "Mdogo wangu, mimi nimekupa mtaji wa kutembeza. Tena unatembeza na bodaboda, unatembeza biashara na bodaboda. Lakini imekushinda. Kwa nini? Kwa nini unaenda kunifanyia hivyo? Mimi mpaka nakutafuta jana haukuwepo, umelala sehemu nyingine. Kwa nini umeanza kuendekeza umalaya mdogo wangu?" Anasema, "Dada, naomba unisamee, lakini simekuomba msamaha toka kule. Mimi nisamee tu, nimepitiwa." "Sio kwamba umepitiwa. Mimi nimekupa mtaji wewe uendeshe biashara. Sasa kwa nini unaenda kulala kwa mwanaume? Siku hizi umekuwa." Anasema, "Dada nisamee bana, acha masiala bana. Mimi nimekuomba msamaha, wewe nisamee, mimi sirudii tena." Sasa kulingana kabisa na dada yake alikuwa serious, lakini mdogo mtu analeta comedy fulani. Sasa siku iliyofuata kabisa wamekaa kwenye masofa. Wanazungumza, wanapeana ushauri moja mbili tatu. Anaambiwa, "Mdogo wangu, mimi nimekupa mtaji ufanye biashara. Fanya biashara bodaboda ipo nje hapo, zungusha biashara. Tunapika biriani, tunapika nyama ya nguruwe, kila kitu, nyama ya ng'ombe ya kukanga ipo. Unaanza kuwazungushia watu na bodaboda. Unashindwa?" Nakwambia unashindwa." Anasema, "Dada, sishindwi mbona?" Sasa dada mtu kabisa aliendelea kumpatia somo kabisa Amina, anamwambia, "Mdogo wangu, acha hayo mambo. Acha kabisa, mtu asikusumbue. Wewe una uwezo wa kuendesha biashara yako." Sasa siku iliyofuata moja kwa moja bibie kabisa kwenye ndinga anaendelea kusambaza kabisa biashara mbalimbali. Sasa akafika kwenye ile nyumba kabisa, alikuwa ameagizwa oda na yule mzee. Sasa leo mzee hayupo, yupo Kidari. Yupo huyo kijana Kidari ambaye ni mpenzi wake ambaye walifumwa naye. Sasa bibie chapuchapu kaingia ndani. Bibie anasema, "Usiniguse. Usinisogelee tena, umeshaniharibia maisha yangu. Usinisogelee kabisa. Tena nimekwambia kwamba chukua change uje umpatie baba yako. Mimi sitaki tena kuja kwenu hapa." Jamaa akamvuta akamwambia, "Usijali bibi. Njoo kwanza hapa. Kwani wewe unakuaje? Niache, usinishikashike. Naomba uniache. Usiniguse mimi. Kwanza umeshaniharibia mambo yangu. Usiniguse." Sasa mapenzi yalivyokuwa na nguvu kabisa, katoto ka 2000 kakabeba kabisa na mshikaji, kakafly. Wakawa wamepigana kiss pale. Mapenzi yamenoga kabisa. Moja kwa moja hadi sahau mpaka biashara. Pikipiki kaiacha nje. Pikipiki ina mafuta. Kaiacha kabisa, iko nje kabisa. Kwa kuwa ilikuwa ndani ya geti, hakuna wauni. Sasa siku iliyofuata moja kwa moja asubuhi na mapema, bibie kabisa tena kalala huku. Kadondosha kabisa kwa mshikaji, wanapeana lishe bora. Wanapeana mishikaki, nyama ya kuku, nyama ya ng'ombe, yote inapatikana katika familia hii. Bibi alikuwa anajua sana kupika na mdeshi mshikaji. Mapenzi yalikuwa ndo hivi sasa. Wanapigana busu namna gani? Vipi? Mwamba ndo alikuwa anapenda kabisa vitoto vya 2000. Anapenda kabisa
kila siku ni mzee wa midemu, hataki kufanya kazi, yeye ni midemu ya kutosha kila kukicha. Sasa mambo ndo yalikuwa hivi kabisa, mambo mshadadi, mambo ya Pemba ndo haya hapa sasa. Unaona, sasa mambo yalikuwa ndo hivyo hivyo kabisa, kukimbizana, ni mapenzi moto moto. Sasa Mwamba alikuwa anapenda kabisa watoto wa 2000 walikuwa wanamchezea chezea hivi, haelewi kabisa. Siku iliyofuata kabisa akaenda kufungua sasa mlangoni, bibi akamwacha ndani, ilikuwa mida ya jioni. Unaona, mara ghafla akaingia dada mwingine, ni mjamzito, alikuwa ni demu wake. Si unajua mzee wa kuwapanga foreni, alikuwa anawapanga foreni kabisa kwa wiki watu 7. Sasa leo kaja demu wake aliyemleta siku ya 3 ambaye ilikuwa ni Jumatano, kamleta bibi akaja kulalamika, nina mimba yako. Wewe una mimba? Nina mimba yako ndio hii unaikataa? Hapana, mimi siamini kama una mimba yangu. Wewe umepewa mimba huko, unakuja kuniletea mimba yako. Toka mimi na mpenzi wangu. Sasa kale kabibia kingine kakatoka kabisa, katoka 2000, kaambia mimi na mpenzi wangu huyu hapa. Hata kama una mpenzi wako, nina mimba yako. Sasa kile kidemu kakamwambia, wewe binti wewe, msikiliza, niachie mpenzi wangu wewe. Wewe una mimba yako tu, unakuja unasema, "Oh, mimba yako si namna gani vipi? Ili kuwaje mpaka unapata mimba anakupa mimba huyu? Mimi sijui kama kakupa mimba." Sasa kale kademu kakao kanamchamba kabisa yule sister. Kumbe ni kweli kabisa, Mwamba alikuwa mzee wa mademu, anawapachika anawasahau. Unaona? Yaani anawapanga foreni mpaka anawasahau kabisa. Sasa bibi anajieleza, mimi nakwambia kabisa mimba yako hii, lakini wewe unanikataa. Kwa nini? Unamkataa mtoto wako. Mimi mtoto wako unamkataa. Wewe mimi sijui kama ni mtoto. Mimi sijui wewe. Usiniletee namna gani vipi? Sasa bibi alingangania kabisa. Kale katoto ka 2000 kakatoka nje ka Amina. Kakasema bakini huko. Bakini mimi siwezi. Mtu kaja anasema mimba yako. Hiyo mimba umempa lini? Mimi siwezi kuishi na wewe kwa sababu wewe umezidi. Unaonekana kabisa ni malaya wewe. Wewe unaonekana ni malaya kama alivyosema babako. Mimi sikuwezi. Sasa Amina moja kwa moja alimwacha Mwamba kabisa akiwa anasikitika, haelewi. Ameona kabisa nimeharibiwa ugali. Nampenda kabisa mtoto wa 2000 Amina, afu linakuja ile la 98. Linakuja kufanya nini hapa? Wewe mnisikilize. Unakataa wakati mimba yako, afu unaanza kabisa kuikataa. Wewe mimi sio mimba yangu, toka nje, sio mimba yangu. Mimi huwezi kuniletea namna gani vipi? Toka. Mimi siwezi kuwa na mimba kubwa kiasi hiki. Mke wangu ana mimba gani hiyo? Wewe mimba ya siku 3 4 na mimba sasa hivi, toka sasa kukuona. Sasa Mwamba kabisa alikosa kote kabisa, mwenye mimba alimtimua na kile kitoto cha 2000 na chenye kilikimbia. Sasa kikarudi moja kwa moja nyumbani kwa dada yake. Sasa kinamweleza kabisa dada yake, dada, mimi kwa kweli mwanaume leo simuelewi kabisa. Mdogo wangu, nilikwambia fanya biashara. Wewe inaonekana kila siku unampenda mshikaji. Sasa mshikaji ndo hivyo anakuumiza. Nimekwambia fanya biashara, tutaendelea kukaanga, tutakaanga bajia, tutakaanga kila kitu, nyama choma, utaendelea kutembeza na boda yako. Lakini wewe kila siku kwenda kulala pale. Kwa nini? Dada, mimi naomba unisamehe, sirudi tena kumpenda huyu mwanaume, simtaki. Sasa palipoingia giza kabisa, jamaa alikuwa mpweke kinoma. Mshikaji anapiga simu mara kwa mara. Anampigia simu mtoto wa 2000 Amina, anampigia simu. Sasa Amina naye akiona kabisa simu, anaweka chini, anamkatia mshikaji. Mshikaji naye anakomaa kupiga simu, anasema hapa mpaka simu itapokelewa. Kwa nini simu isipokelewe? Mshikaji alikuwa anaendelea kabisa kumpigia simu Amina. Amina akiona simu ya mshikaji, anakata kabisa, anasema huyu sitaki kumsikia wala sitaki kuona jina lake kwenye simu yangu, nitaifuta na namba yake. Sasa Mwamba ni kupiga muda wote, haelewi kabisa. Anaona kabisa hiki kitoto, jamani, ningekuwa nimelala nacho hapa, lakini nimekuja mtu lina pregnant, lina mimba, linakuja kuniharibia mahusiano, mimi sielewi. Sasa Mwamba ni furu kabisa kupiga simu, haelewi kabisa. Bibi naye akasema huyu asinisumbue, sipokei simu asinisumbue kabisa. Sasa siku iliyofuata kabisa, Mwamba alikuwa amekaa na baba yake kabisa sebuleni, anapewa ushauri. Mtoto wangu, mimi nina mali nyingi za kutosha, kwa nini unahangaika na mapenzi? Kila siku unamfikiria mwanamke, kwa nini? Wanawake wapo kibao, shida wewe maraya umezidi. Hapana mzee, sio kwamba nimekuwa maraya, mimi sio maraya. Hapana mwanangu, wewe mwanangu umezidi kuwa maraya, kila siku na kufuma na mwanamke mpya. Kwa nini ndani ya nyumba unashindwa kutulia? Tafuta mwanamke mmoja, kanae, zaeni watoto, lea familia. Sasa Mwamba aliposhauriwa kabisa, alikaa kabisa pembeni kabisa, muda fulani alikuwa peke yake akifikiria na kuwaza. Kisha alikuwa anaangalia anasoma barua ambayo alikuwa ameletewa. Hajui hiyo barua imetoka kwa nani, lakini anaanza kuisoma. Sasa Mwamba alikuwa na stress kabisa, haelewi kabisa, kichwa kinatangatanga, hajui kabisa. Mtoto wa 2000 Amina akamkataa, na yule pregnant naye anasema ana mimba. Kwa hiyo Mwamba furu mawazo. Kumbe alikuwa anasoma kabisa barua, ameletewa na pregnant anasema, yani usipokubali hii mimba, mimi nitakunywa sumu alafu nikwambie wewe ndio umeniua. Sasa Mwamba ni furu mawazo, mambo yamegongana sasa, haelewi kabisa. Siku iliyofuata kabisa, asubuhi na mapema, bibie kabisa anaenda kufungua mlango. Ilikuwa asubuhi na mapema, mara ghafla anaingia udada, alikuwa mjamzito. Anaingia sasa kwa kina Amina, kitoto cha 2000 kinampokea huyu pregnant. Anasema jamani,
nisaidieni. Hii mimba kabisa ni ya mume wako ambaye unajiita mume wako. Mimi mwenyewe nishai kulala naye lakini ananikataa. Unaona? Sasa huyu dada kabisa, dadake Amina alipotoka akasema, "Wewe amefuata nini? Amefuata nini huyu? Wewe ni mjamzito, toka. Toka na kifurushi chako hapa. Sitaki kukuona. Toka." Wakamfukuza. Maskini ya Mungu. Wakambamiza na mlango wakamfukuza. Sasa Amina kabisa ni fulu kulia. Haelewi kabisa. Huyu pregnant tena alirudi huko. Mjamzito. Akarudi kwa mshikaji. Haelewi. Anatangatanga kabisa. Akamfukuza. Sasa mwamba anasema, "Wewe toka. Toka usiniharibie maisha. Umeshanifukuzia mpenzi wangu lakini bado unakuja hapa. Unakuja kufanya nini? Unakuja kufanya nini? Nakwambia toka hapa." Sasa akienda huku na huku anapigwa mpira. Najua utakuwa umejifunza kitu kabisa katika simulizi hili. Najua utakuwa umepata picha kabisa kwamba hapa nijifunze kufanya nini katika mahusiano. Sasa mwamba alimkataa kabisa yule mjamzito, akawa anatangatanga. Maskini ya Mungu. Mimi nitapeleka wapi mimba? Mungu nisaidie mimi. Nisaidie mimi, mimba nitaipeleka wapi? Sasa najua kabisa utakuwa umejifunza kitu kabisa katika mahusiano. Jamani, tutulie sehemu moja. Tusitangetange. Sisi wenyewe wanawake kwa wanaume tuangalie kabisa watu sahihi katika maisha yetu, tujue tunaishi nao vipi. Sio kwenda tu, unakwenda kama kondoo. Ndo haya madhara yake yanakupata kabisa. Basi DJ Lenzo Michael atakuwa ameshia hapo. Hakikisha una subscribe channel hii.